Sasa hivi kila mwanamke ana bodaboda wake, na Mungu ajalie basi iwe kheri, ana bodaboda mmoja ambaye anamtuma. Ana bodaboda kwenye simu yake, bodaboda namba 1, namba 2, namba 10, namba 10 na. Hawa wanaitwa bodaboda wa mume wa mke wako wewe. Bodaboda wa mke wako wewe ni mume, ana bodaboda 10. Kuna wa kumletea gesi, kuna wa kumletea vitu vya sokoni, kuna wa kumletea pampers za mtoto, kuna bodaboda vile vile wa kumletea dawa, kuna bodaboda wa kumletea chakula kwenye restaurant na kofi fulani akitaka kwamba bodaboda wake yupo. Kwa hivyo ana bodaboda kiasi 10. Na yule wa gesi akija anaingia mpaka jikoni, anaenda kumfungia gesi. Sasa haya ndio maisha tunayoishi sisi. Na mwanaume amekaa ameridhika, anaona ni jambo la kawaida. Wale bodaboda hawajui sura zao wala namba zao, lakini wanaitwa kuwa bodaboda wa mke wake. Na kuulizeni, kuna salama hapo? Je, wale wote wenye bodaboda wao, bodaboda hao mnaowajua ambao ni biashara halali, lakini tunaposhindwa kufuatilia mipaka ya Kiislamu huwa ni biashara ya haramu, inapokuwa ni biashara kuingia majumba ya watu. Je, hawa bodaboda ni maasumini? Ni watu wenye maadili? Naam, kuna watu wenye maadili katika wao, lakini nani anawaruhusu waingie katika nyumba zetu zaidi ya sisi wenyewe? Kwa hivyo mume karuhusu kwa sababu amenyamaza, lakini na mke ndio maisha yake. Ndio yale tuliyosema kwamba nyumba zetu hazipikwi vyakula. Mwanamke akiamka saa 4 saa 5 ana bodaboda wake anampigia, kaniletee chapati na maharage mahala fulani, anafungashiwa analetewa na bodaboda. Kikiisha kitu chochote kile, hata saa 5 ya usiku atamtafuta bodaboda wake. Anataka kwenda mahali fulani, atamtafuta bodaboda. Kuna mzigo umetumwa kwenye ofisi fulani ya basi, atakayemletea mzigo wake ni bodaboda wake. Ana rafiki yake, ana biashara zake, anauza viatu, anauza nini, anauza mandazi. Maana siku hizi wanawake wako majumbani wanafanya biashara zao. Anemfanyia biashara nani? Ni bodaboda. Ndugu zangu, hii biashara ni halali na imeajiri watu wengi, lakini kwa wale Waislamu wawe na mipaka katika ufanyaji wa biashara hii.